Yesu asifiwe. Tunakwenda kualika mwalimu wetu na si mwingine ni pastor wetu wa kanisa. Amen. Bwana asifiwe. Tutatafsiri si kwa sababu ya sisi tulioko hapa, labda ya wengine ambao wanaweza wakatufuatilia kwenye mitandao. Amen. Najua kanisa letu limekuwa online pia na nimeona matokeo makubwa sana. Our church has been online and we have been seeing outcomes. Nilipokea simu moja jana. I received a phone call yesterday ya mzee mmoja from a man. Anasema yeye ni Mjewish. And he said he's a Jewish. Na alikuwa na search Calvary Church. And he was searching Calvary Church. Baadaye akatuona. And he found us. Akasema ninahitaji mniombee sana. He said that he needs us to pray for him. Nikamsikiliza. And I listened to him. Akasema ninasumbuka sana, nina jirani mbaya sana. He said, I'm struggling. I have a very bad neighbor. Niko naona nitamfanyia mbaya mpaka nikafungiwa. And I feel like I'm going to do something bad kwa so that I'm going to get arrested. Nilishamuomba Mungu because I have prayed to God. Amutoshe mwi community yetu. Take him away from this community. Lakini naona ni kama Mungu ako anangojea siku ya judgment ndo atamhukumu. But I feel like God is waiting for the judgment day to mimi naona kwamba siko tayari kungojea siku ile. And I feel like I'm not ready to wait for mimi nataka nifanye kitu tu nipanifunge. And I'm trying to do something for just them to arrest me. Nikamuuliza alifanya nini? And I asked them what did the neighbor do. Akasema ni mtu mbaya sana, acha nikwambie. He said he's a very bad person. Aliua kwanza imbwa ya jirani. First he killed the neighbor's dog. Na mimi niko naona vile aliua imbwa siku mata kuja kuniua. And I see the way he killed the dog is probably going Bwana Yesu asifiwe. one day as well. Kwa hiyo nikamwambia tutakuombea. And I told him we're going to pray for him. Kama waombaji mliona kwenye group And if the intercessors saw in the group, niliandika tu jina ya ule mtu. I wrote the name of the person. Na nikasema nahitaji maombi. And I said they needed prayer. Jana hiyo. That was yesterday. Kwa hiyo ni huyo baba. Kwa hiyo naamini kwamba unajua usipuzie hitaji la mtu. Unaweza kuliona ndogo kabisa. You may see it very small. Lakini kwake ni jambo kubwa. But to him is a very big deal. Na kwenye hilo tu chuki kwa roho yake. And by the hatred on their heart, anaweza kwenda kumfanyia yule jirani kitu. They may go and do something bad to the neighbor. Kwa hiyo ni jambo nzuri, ninafurahia hiyo kuwa na tafsiri mara kwa mara. I feel happy when there is interpretation all the time. Kwa sababu kuna wengine ambao wanatufuatilia huko. Because there are people following us outside. Amen. Amen. Naitwa Pastor Daniel. His name is Pastor Daniel. Na tena hiyo nazungumza ni kwa ajili ya wale wanaotufuatilia. And I'm saying that because of the people following us. Na siku ya leo ni siku tumeanza mafundisho yetu ya Pentecost. Today's the day we're going to start our teachings about Pentecost. Naweza rudia nyuma kidogo. Ni lazima mpaka nigeuke hivi. Amen. Kwa hiyo ni siku tunaanza mafundisho yetu ya Pentecost. We are going to start our Pentecost teachings. Na tutamalizia kesho. And we're going to finish up tomorrow. Na nirudie tena neno moja nilizungumza. And let me go back to a word I spoke about. Kusema kwamba Pentecost to say that Pentecost ni siku ambayo tunakumbuka is a day that we remember wakati Roho alipolishukia kanisa. The time the Holy Spirit descended on the church. Yaani siku ambayo kanisa ilizaliwa. That is when the church was birthed. Ni wakati Roho Mtakatifu alikuja kwa kanisa. It is when the Holy Spirit came to the church. Kuja kulijaza kanisa. To fill it up. Na mpaka leo hii tunapomzungumzia Roho Mtakatifu. And up to now when we speak about the Holy Spirit, hayuko historia. It is not a story. Yuko hai. He is alive. Bwana sifiwe. Amen. Yuko hai kiwango kwamba ukimpatia nafasi. He is alive to the point that if you give them a place, utamsikia. You are going to feel him. Akikugusa. Touching you, utamsikia. You're gonna feel him. Akisema, speaking to you, utamsikia. You're gonna feel him. Na utamuhisi. And you're gonna, yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema hivi.
The Bible katika says, kitabu cha Ayubu. in the book of Job, Ayubu akasema kwamba Job said that kuna nguvu iliyokuja, there is a strength that came, na hiyo nguvu ilikuwa roho, and that strength was a spirit, ikapita kwenye macho and yangu, it passed through my eyes, sikuweza kuiona, and I did not see it. lakini nikasikia nywele ya mwili yangu But I felt the hairs of ikasimama. my body standing up. Yaani kusema kwamba To say that kama macho yako haiwezi ikamwona, if your eyes could not kuna see him, sehemu ya mwili wako inaweza there is ikamsikia. a part of your body that may feel him. Hivyo ndivyo roho ilivyo. Bwana That is sifiwe. how the spirit is. Wengi hawaoni roho, A lot of people do not see him, lakini unaweza but ukamsikia. you can feel him. Amen. Amen. Sijui kuna watu hata walishakaa sehemu unasikia tu mwili inasisimka. I do not know if there are people you sit somewhere you just No, feel no, like unasikia your body nywele is zinasimama. up and you feel like your hairs are Bwana Yesu standing asifiwe up. sana. Amen. Hivyo ndivyo Ayubu alivyofasiri. That is how Job explained it. Tofauti na Yohana. Different from John. Biblia inasema Yohana The Bible said John. akasema nikaona roho anashuka. He said that I saw the spirits coming down. Kwa hiyo roho anaweza kuonekana. The spirits can be seen. Amen. Amen. Na akamtolea mfano. And he gave an example. Amen. Amen. Akasema alikuwa kama mfano wa njiwa. He said that it was like a dove. Sio kusema roho ni njiwa. It doesn't mean that the spirit is a dove. Yohana alijaribu kuleta mfano. He was bringing an example. Najua watu wakisema kwamba nimemwona roho, When people say I saw the spirit, hawaelewi roho ana umbo gani. they do not know the spirit, how the spirit looks like. Ili kwamba watu waliokuwa wanamsikiliza Yohana wamuelewe, But for the people who are listening to him, akasema yule roho alikuwa kwa mfano wa njiwa. he said that the spirit looks like a dove. Haleluya. Amen. Kwa hiyo roho unaweza ukamwona You can see the Holy na unaweza Spirit. ukamsikia. You can feel him. Amen. Amen. Kusikia kwa masikio You can hear him through your na ears. kumsikia hata kwa alama katika You mwili can wako. feel him by signs in your body. Amen. Amen. Ndio maana magharibi ya leo That is why this evening, tunapozungumza, when we speak, hebu mwambie roho, tell the Holy Spirit, najua uko hapa, I know you are here. nataka nikusikie, I want to hear you. nataka nikuhisi. I want to feel you. Amen. Amen. Anaweza kufanya hivyo. He can do that. Amen. Amen. Nisikie amen ya watu kwa amen. Let me hear the amen of people over here. Tunatamani roho We want the Spirit, inapofika kwa wakati huu when it comes to this time, uweze kupata experience mpya for you kuhusu roho. to get new experience about the Holy Spirit. Haleluya. Amen. Nakumbuka mwaka mmoja umepita, I remember 1 year ago, tulikuwa kwenye mkutano wa Pentecost kama leo we were in a conference like today, hapo kukanisa ya Jerusalem. Jerusalem Church. Wengi wanakumbuka walikuwepo pale, A lot of people remember you were there. na wakati mhubiri yuko na And hubiri when the preacher was preaching, alikuwa ni Pastor Zani, it was Pastor Zani. na mahali ambapo nilikuwa ninakaa Where I was sitting, nilikuwa najiuliza I maswali, was asking myself too many questions. nikamwambia Mungu, And I told God, ndani una wakati tunamzungumzia Roho there Mtakatifu is a time we speak about the Holy ni kama Spirit, vile alikuwaka and it's like he used to lakini exist, hayupo tena. but he's no longer there. Sisemi kwamba ndivyo mhubiri alivyokuwa I do not anafundisha. say that is what the preacher was Yaani talking mambo about. mengi ambayo tunamsikia Roho alifanya wakati ule When we hear things the Holy Spirit was doing, those inakuwa things, ngumu yafanyike wakati huu. it is hard for them to happen during these days. Sasa nikakuwa kwenye ile hali najiuliza, yani kwenye mkutano huu When I was there, I was asking myself, in this whole congregation, kuna wagonjwa mahali hapo, there are sick people, kuna watu ambao wanakutaka Mungu waguse kwa njia there mbalimbali. are people who want God to touch them in different Nikaanza ways. kusema leo siku ya Pentekoste And I started saying today the day na of Pentecost, tunamzungumzia Roho Mtakatifu, we are speaking about the Holy Spirit. ndio wakati angalijitokeza hapa, It is time for them to manifest, yani watu wanamsikia. so that people can feel him. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua kuna wakati ukimsikia Roho anakugusa, You know there is times when you feel the Holy yani Spirit touching you, hautasikia hata haya kwamba kuna mtu you karibu yako. will not feel shy that there is somebody beside you. Utamwona mtu mzima anayejiheshimu You will see somebody very anashushwa chini mpaka kwenye mavumbi. they are gonna go down in the ground. Hataki kungoja kama uko na ubiri ama uko nafanya nini. They don't want to wait to see if you are preaching or not. Anaweza anza kama ni kulia analia, They can start if it's to cry, they kama ni kuimba naimba. if it's to sing, they will start singing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inafika wakati It comes to a time tunatamani tumzungumzie Roho we want to speak about the Holy Spirit, jinsi alivyokuwa anafanya kazi the way he used to operate, na tumuone akifanya hiyo for kazi. us to see him
operating the same way. Si kwamba alikuwaka, It is not that he used lakini to hata exist, sasa yupo. but even now he's still there. Amen. Amen. Ninazungumza hii kabla nianze kufunza kwamba ukuwe tayari. I'm talking about this before I start. Mwambie Roho, ninatamani nikuone mahali hapa. Tell the Holy Spirit I want to see you here. Kwa sababu Yohane alikuona. Because John saw you. Na kama macho yangu hitakuona, If my eyes will not see, nataka mwili wangu kusikie kama vile Ayubu alikusikia. feel you like Job felt you. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Zimefikia mahali useme kwamba Roho yuko hapa. I wanted to come to a time for you to say that the Holy Spirit is here. Ghafla wakati tulianza kuomba kwenye huo mkutano, When we started praying in that conference, nikaona maono. I saw a vision. Kwenye yale maono, In that vision, nikaona kama vile kwenye mawingu I saw as if it was in the clouds. kulikuwa hizo antene nyingi sana za TV. There was many TV Antena antennas. ni kama zile za nyumbani. Si unaona zile maungo? It's like those ones back home. Zile maungo tulikuwa na kamata nazo masheni ya TV. Like those DSTV channels. Amen. we used to have. Nikaona kwenye mawingu And I saw in the clouds, juu yetu pale tulipokuwa, above us where we were, nikaona zile antena nyingi sana juu. so many of those antennas. Nikasikia vizuri, And I felt very well. lakini nikasaka sasa, But I started, kwa sababu kwenye akili yangu because in my mind, nikasema antena I started saying antennas inasaidia kupata network. helps bring network. Haleluya. Amen. Ile antena inasaidia. Unaona hata radio kama hauna na antena ni kelele tu. Even a radio, if there's no antenna, it's just noise. Unaweza kupata frequency nzuri, You can get a good frequency. lakini kwa sababu antena haiko vizuri, That's because your antennas are not working. hauwezi ukasikia chochote. You will not be able to hear anything. Kwa hiyo nilipoona zile antena, When I saw those antennas, nikakaa kwa makini sana. I stayed focused. Nasema sasa ninataka nimsikie And Mungu. I said, now I want to hear from God. Ni kama Roho anataka kuzungumza. Maybe the Holy Spirit is about to speak. Sababu sio kwa bure ninaona zile antena. Because it's not in vain that I'm saying. Nikakaa lakini sikusikia I chochote. sat, but I did not hear anything. Haleluya. Amen. Nikajifunza hivi. And I learned something. Kuna wakati tunamuuliza Mungu uko wapi? There is times we ask God, where are you? Anataka kuonesha kwamba niko hapa. He wants to show you that I'm here. Ni wewe ndio hunioni. You are the one that's not seeing me. Ni wewe ndio You hunisikii. are the one that's not hearing me. Lakini niko hapa. But I am here. Amen. Amen. Nikaanza kujiuliza, nilitokaka kwenye huo mkutano. And I started asking myself. Na nikaingia kwenye maombi. And I started praying. Nikasema ni kama nimepungukiwa sana. And I started saying maybe Kwa I sababu am hizi short antena zote somewhere. nilitarajia kusikia, Because from all the antennas I saw, I wanted to lakini hear sikusikia something, kitu. but I did not hear anything. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kusema kwamba Yesu anaweza kuwa, Roho Mtakatifu yuko hapa. It means that Jesus or the Holy Spirit may be here. Roho Mtakatifu anaweza kuwa The hapa. Holy Spirit may be here. Na tena anakaa pale karibu na wewe. And he's sitting close beside you. Amen. Amen. Hebu angalia karibu na wewe. Look beside you. Angalia, unamwangalia jirani yako You karibu na looked wewe. at your neighbor. Look beside you. Pembeni yako tu. Just beside you. Anawezekana yuko hapa. It's possible he's there. Amen. Amen. Ndio yuko ndani yako He is inside you. na anawezekana anakaa na wewe pale. It's possible he's sitting with you. Lakini huwezi kumuona. But you cannot see him. Huwezi kumuona. You cannot see him. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana ninaomba That is why I ask, tunapoendelea na haya mafundisho, when we continue with this teaching, umwambie Roho, for you to tell the Holy Spirit, nataka tuombe. I want to ask Umwambie you Roho, to tell the Holy nataka Spirit, nikusikie, I want to hear from you. nataka I nikuone, want to see you. nataka nikuhisi. I want to feel you Magharibi ya leo, this evening. simama wima kwa heshima ya Roho Stand Mtakatifu. up for the respect of the Holy Haleluya, Spirit. haleluya. Amen. Zungumza maneno mawili kutoka kwenye moyo wako. Speak a couple of words. Mwambie Bwana, ninatamani uniguse Tell the magharibi ya Lord, I leo. want you to touch me. Ambia Roho Mtakatifu, ulishuka wakati wa Pentekoste. Spirit, you came during the day. Ninakuhitaji pia jioni ya leo, I need you again this niweze kusikia hata sauti ndani so yako. that I may hear even a voice from you. Nitoke mahali hapa For me to leave this nikiwa na uhakika you have been sure ya kwamba Roho haukukuaga tu, that the Holy Spirit did not use just to exist. hata sasa uko. Even now he is here. Omba katika jina la Pray Yesu. in the name of Jesus. Lebo shatala bababosea. Roho wa Bwana, tuko mahali hapa, sema pamoja nasi. Natamani magharibi ya leo ninapozungumza kwa ajili yako, nisizungumze tu kazi ulioitenda Bwana, tuzungumze kazi unayoitenda hata sasa. Ulifanya wakati ule, hata wakati huu
hatumaanishi kwamba leo ndio utashuka. Tayari umeshashuka. Tunachokiomba Bwana ni ili kwamba tusikuwe na roho ambaye tunamwongelea, ambaye hatumuoni, ambaye hatumuishi. Listorapashetakatolemeis. Roho wako Bwana ashuke na kutujaza. Roho wako Bwana atujaze nguvu katika jina la Yesu. Asante Bwana, ninakushukuru. Ninasema barikiwe. Asante kwa sababu tutazungumza na watoto wako watasikia sauti yako magharibi ya leo. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Hallelujah. Pentecost. Ningalitaka sana nizungumze wapi Pentecost ilianzia. I would like to speak where Pentecost started from. Na kwa ufupi ya historia Pentecost tunaipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Shortly we find Pentecost in the book of Acts of the Apostles. Na katika kuendelea na kanisa, and when the church was continuing to grow, kuna wakati Pentecost ilipotea kabisa. there is a time Pentecost disappeared. Tunaposema Pentecost kupotea, When we say Pentecost ni disappearing, kwamba aina ya lile kanisa, is that the way of this church, aina the type of this ya church, hilo kanisa la Matendo ya Mitume sura ya 2, the type that was spoken about in Acts of the Apostles chapter 2. amen. Amen. Nataka dada nipate vizuri. Aina ya lile kanisa linalozungumziwa katika Matendo sura ya 2. The type of the church that was spoken about in the Acts of the Apostles chapter 2. Kuna wakati lilipotea There is kabisa. a time it disappeared. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Likachukuliwa kwa sababu tunaowaona hawa Warumi, It was taken because the Romans that we see, ndio walifika wakati wakatawala, wakakolonize. they are the ones who came to a time they Sasa colonized, wakachukua imani, and they took the faith wakaipeleka katika mwelekeo wao. and took it in their own direction. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa walipofika sasa, And when they got to a point, wao wakaweka binadamu, mtu they put a human being ambaye tunamuita ni Pope. that we call Paul, Katika imani yao that we call Pope. wanaamini kwamba yeye ndiye ambaye anamwakilisha Mungu hapa In duniani, their faith, they believe that he is the representative of God. na wanaamini kwamba hawezi kukosea. And they believe that he can never make mistakes. Kwa lugha nyingine, In other words, ikiwa Yesu alienda, if Jesus went, aliacha uwezo wa kanisa he left the power of the kwa yule church mtu ambaye wanamuita to Pope, this person they call a pope. na huyo ndiye anaongoza sasa kanisa. And this person is the one leading the church Na now. maana ya neno Catholic And the meaning of the word ni Catholic kwamba ni universal, is that it means universal. ulimwengu. It means the world. Haleluya. Amen. Kwa napomaanisha kwamba Catholic When they say Catholic, wanamaanisha universal. they mean universal. Tukao tunasema kanisa ya ulimwengu. We say the universal church. Haleluya. Amen. Ili kwamba ndio kanisa la ulimwengu, This is the church of the na universe. linaongozwa na yule ambaye anaitwa Pope, And it's led by the person called the na Pope. huyo ndiye anamwakilisha Mungu duniani. And he is the representative of God on earth. Mpaka leo hii, And up to this time, kama Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye hilo kanisa if the Holy Spirit is operating in this ambao church, sisi wote tulitoka huko. that all of us came from there. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaposema Catholic, Now when we speak about Catholic, inamaanisha tu kanisa la ulimwengu, it means the church of the na universe. sisi wote tulikuwa huko, And all of us used to be there. na huko ndiko kunatoka mafundisho. And that is where the teachings come Kwa hiyo from. huko Rome Therefore they are in Rome. wakisema tutasoma Mathayo 6, When they say we're going to read the book of Matthew, itasomwa dunia mzima. it's going to be read the entire world. Haijalishi wewe unasema nina Roho Mtakatifu, It doesn't matter if you say I have the Holy Spirit. lazima utafuata kile ambacho kimeandikwa You huko. have to follow what is written over there. Kwa hiyo ni kusema wakati kanisa liliendelea,
It means that when the church continued to grow, aina ya lile kanisa la Matendo ya Mitume 2 likapotea the kabisa. type of the church in Acts chapter 2 disappeared. Kwa hiyo mambo yakaendelea na kuendelea. And things continued to go forward. Kuna historia tena wakati gani hiyo movement ya Pentecost ilikuja tena kuamka. There's also a story where the Pentecost movement came back to life. Lakini sitaki kupoteza muda mwingi kuzungumzia wakati ile movement ilianza. I don't want to take a lot of time speaking about when this movement started. Nataka nizungumzie mambo mawili I muhimu. want to speak about two important things. Kwamba kazi mbili kubwa Yesu aliyokuja fanya dunia. That's two great works that Jesus came to do on earth. Hallelujah. Amen. Mission mbili kubwa ambayo Yesu alikuja kufanya dunia. Two biggest missions Jesus came to accomplish on earth. Na pointi ya kwanza, The first one, alikuja ili kupitia damu yake aweze kukomboa dunia. he came so he may save the world through his blood. Hallelujah. Amen. Na jambo la pili, And the second one, alikuja kubatiza kwa Roho Mtakatifu. he came to baptize by the Holy Spirit. Ndivyo Yohane aliyemtangulia That is what John that came before him akasema kwamba anayekuja nyuma yangu said that the person coming after him, hatabatiza kwa maji kama mimi, he's not going to baptize by water, lakini atabatiza kwa Roho Mtakatifu. he's going to baptize by the Holy Spirit. Kwa hiyo mambo mawili nitazungumzia, Two things I'm going to talk about. kwamba Yesu alikuja kuokoa That Jesus came to save, na Yesu alikuja kubatiza. he also came to baptize. Kwa hiyo tunapozungumzia Pentecost, When we speak about Pentecost, tunazungumzia ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. speak about the baptism of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Pentecost Pentecost ni ubatizo is the baptism wa Roho Mtakatifu of the Holy Spirit kwa kanisa. to the church. Mambo mawili yale. Those are two things. No, ninaweza kuanza moja leo I can start one today na nimalizie moja kesho. and finish up the other one tomorrow. Leo nitabakilia kuhusu pale Yesu, ile mission ya kwanza ya kuja kuokoa, Today I'm going to start from the first mission to save. na ya pili kesho tutazungumzia kuhusu ubatizo wa Roho The second Mtakatifu. one we're going to speak about the baptism of the Holy Spirit tomorrow. Kwa nini leo ni siku ya Pentekoste tuongelee mambo ya wokovu? And today that is the day of Pentecost. Why are we speaking about salvation? Kwa nini tuzungumzie mambo ya kuokoka? Why are we going to speak about being saved? Kwa sababu ule ubatizo wa Roho Because the baptism of the Holy Spirit hufanyiki kwa mtu ambaye bado hajaokoka. will happen to the person that is not saved. Ndiyo maana kwanza ilimbidi afanye ililotakiwa kwenda msalabani, That is why he was supposed to go to the cross first. na wale waliopokea ule ubatizo wa Roho Mtakatifu katika Matendo 2 Those who received the baptism of the Holy Spirit in ni Acts, wale ambao walikuwa wameshakombolewa kwa damu ya Yesu they're the Kristo. ones that were already saved by the blood of Jesus Christ. Ndiyo maana kipengele hiki cha kwanza ni cha muhimu sana. That is why this first portion is really important. Kuhusu ukombozi kupitia damu ya Yesu. About salvation through the blood of Jesus Christ. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Waefeso. Open your Bible in the book of Ephesians. Waefeso sura ya kwanza Ephesians chapter 1, mstari wa 7. verse 7. Haleluya. Amen. Naamini tuko pamoja. I believe we are together. Nataka Roho wa Mungu atufundishe. I want the Holy Spirit to teach us. Waefeso sura ya kwanza Ephesians chapter 1, mstari wa 7. verse 7. Ninasoma katika jina la Yesu. Katika yeye huyo ambaye ni Yesu, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. In whom we have redemption through his blood, and the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Na tumepata msamaha wa dhambi And we have also received forgiveness sawasawa na wingi wa neema yake. according to the greatness of his Kwa grace. hiyo wokovu unapatikana kwa Yesu peke yake, Therefore, salvation is only found through Jesus Christ. alipokuja kutoa maisha yake kwa ajili When yetu. he came to give his life because of us. Haleluya. Amen. Unaposoma katika kitabu cha When Waebrania, you read the book of Hebrews, Waebrania nayo inasema nini? Hebrews also says, Sura ya 9 chapter 9, mstari wa 12. verse 12. Biblia inasema hivi ya kwamba wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Amen. Sio kwa damu ya mbuzi, Not
through the blood of wala kwa damu ya mnyama, not through the blood of an ni animal. kupitia damu yake. It was through his blood Aliingia mara moja tu that he went once alipofika pale msalabani, when he got to the cross. na kwa damu hiyo And through the blood tukapata kukombolewa. we received redemption. Haleluya. Amen. Huyu ni Yesu Kristo. This is Jesus Christ. Unajua wakati mwingine tunapomzungumzia Yesu, You know, sometimes when we speak about Jesus Christ, tunafikiria kwamba tunapozungumzia Roho Mtakatifu, we think that when we speak about the Holy Spirit, tunapozungumzia Yesu when we speak about Jesus ni kama Christ, tunazungumzia watu wawili it tofauti. is like we are speaking about two different people. Hapana. No. Kama tunasema Yesu ni Mungu If we say Jesus Christ is God, na Roho Mtakatifu ni the Mungu, Holy Spirit is God, inamaanisha yule it Yesu means that Jesus ndiye Roho Mtakatifu. is the Holy Spirit. Kwa sababu nikupatie mfano kidogo. Because let me give you an example. Yohane alikuja kumtangulia Yesu John came to precede Jesus, na akasema katika msemo wake and mwenyewe, he said through his own words, akasema mimi simjui and said, I do not know him wala kumtambua, or understand him, lakini nimetumwa kabla but I yake have been sent before ili nije nimtengenezee so njia. that I may come to prepare his Bwana Yesu way. asifiwe sana. Amen. Yaani Yohana anamaanisha kusema John means that yule ambaye mimi nimeitwa kumwandalia njia, the one that I was called to prepare his mimi way, simjui hata I do kidogo. not know him at all. Lakini Biblia inasema hivi, But the Bible says that mara ya kwanza, the first time, Biblia na kwanza nirudie nyuma. Biblia inasema aliyenituma, Yohana anasema, John said, the one who sent me aliniambia nitamjua told me that I'm going to know kwamba him, yule atakaye kujiwa na Roho that's juu the one yake, that is going to be descended by the Holy Spirit. huyo ndiye Masia. He's the one that is the Messiah. Yaani yule ambaye utamuona Roho juu yake, The one that you're going to see the Spirit above them, huyo ndiye that is him. Yesu Kristo He is Jesus ambaye Christ atakuja kukomboa, that is going to come to ambaye save, nimekutuma wewe kabla yake. that I sent you before him. Sasa Yohana siku moja yuko nabatiza, And one day John was baptizing. na ukumbuke kama Biblia inasema kwamba And Roho, remember, if the Bible says that the Holy Spirit, Yohana anasema nikaona Roho the Bible says that John said, I saw the Holy Spirit anamshuka kwa mfano wa njiwa. came to him through Hapo ni wakati tayari Yesu yuko kwenye maji. that is when Jesus Christ was already in the Amen, eh? Amen. Yuko nabatizwa, Being baptized. ndio Roho alishuka. That is when the Holy Spirit came. Lakini Yohane hakumjua Yesu But John did not know Jesus kwa Christ sababu aliona Roho kwa mfano wa njiwa. because he saw the Spirit through. Biblia inasema John. alipomuona anakuja The Bible says when he saw him Yesu, coming, Yohane akalalamika akasema, John screamed and said, tazama yule look at him. ndiye ajaye, That is he who took kondoo wa mwana wa Mungu ajaye kukomboa. the Lamb of God that came to save the world. Haleluya. Amen. Yohane akamuona John saw him. kabla hajaona ile Roho aliona kwa mfano wa njiwa. Was in the Spirit in the Son of a Na dove. Biblia inasema Yohana akasema mimi simjui wala kumtambua, The Bible says John said, I do not know him or understand lakini him, nilipewa alama. but I was given a sign. Yule utakayeona Roho ndani The yake, one you're going to see the Spirit inside of huyo him. ndiye. That is him. Ni kusema kwamba Yesu alipokuwa anakuja, To say that when Jesus was coming, Yohana alipomwona when John saw him, kabla hajaona ile ya njiwa, before seeing the dove, alijua kwamba huyo ndio Yesu he knew that this is Jesus. kwa sababu aliona Roho ndani Because yake. he saw the Spirit inside of him. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo tunapomzungumzia Yesu, Now when we speak about Jesus, tunamzungumzia pia Roho we speak Mtakatifu. about the Holy Spirit as Kwa well. hiyo ni kazi aliyokuja kufanya, It's the work that he came to do, kuja kuokoa to come and save, na kuja kuubatiza and to come and baptize kupitia Roho Mtakatifu. through the Holy Spirit. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaposema kwamba kwa damu yake When we say that through his blood, tumekombolewa, we have been saved, itamaanisha nitaenda tujifunze kukombolewa maana yake nini. let us speak about salvation. Kitabu pia cha Ufunuo In the book of Revelation, mstari wa kwanza sura ya 5 chapter 1, inasema kwa yeye atupendaye, for kwa yeye atupendaye him who loves us, ametuweka huru he has made us free kwa dhambi zetu kupitia damu yake. from our sins through his blood. Haleluya. Amen. Hiyo ni habari ya ukombozi. That is the story of salvation. Sasa ukombozi maana yake nini? What is redemption? Mnaposema kwamba mtu amekuja kukukomboa, When we say that somebody came to set you free, ina maana kwamba amekuja kukutosha sehemu it fulani means that he came to take you from one ambao place hukukuwa huru. where you were not free. Haleluya. Amen. Kukombolewa ni kumaanisha kwamba ulikuwa sehemu hatari. Redemption, it means that you are in a very dangerous place. Kukombolewa inamaanisha hukukuwa pale ambapo unatakiwa kuwa. It means that you are not where you are supposed to be. Ni kama uko kwenye ndoa It's like you are in a marriage ambao unapigwa kila siku, where you are being beaten every day, wakati mzazi wako where your parents anakuja kukuchukua come and pick you up kutoka kwenye hiyo ndoa. to take you away from Basi your marriage. amekuja
kukukomboa. He came to save you. Hallelujah. Amen. Kwa Biblia inaposema kwamba alitukomboa, When the Bible said he saved us, ama tunapozungumzia mission ya kwanza ilikuwa ni kukomboa, when we talk about the first mission that was na baada ya kukomboa abatize. and after that he was going to baptize. Sasa tujifunze kukomboa. Let us speak about salvation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Open your book in the book of 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. 1 Corinthians chapter 6. Sura ya 6 mstari wa 19. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 6 mstari wa 19. Nitashuka pale mpaka 12. Inasema, hao amjui kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Haleluya. Nataka nizungumzie hapo kwamba ninyi si mali yenu wenyewe. I want to speak about you do not Mstari wa 12 naendelea kusema, maana mulinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amen. Amen. Ya kwamba wala ninyi si mali yenu wenyewe. Kwa Kiingereza nasema hivi, and you are not your own. You are not your own. Amen. Amen. Kwamba ninyi sio mali yenu wenyewe. That you are not your own. Kwa nini? Why? Kwa sababu mumenunuliwa Because you have been bought kupitia damu ya thamani ambayo ni ya Yesu Kristo. through the blood of Jesus Christ. Kwa hiyo lugha nyingine ya kukombolewa Other words, redemption. ni kwamba tumenunuliwa, That you have been bought. tumechukuliwa, You have been taken. na kwa sababu ya kuchukuliwa huko, Because we have been taken. na gharama ilikuwa ni damu ya Yesu. And the price was the blood of Jesus. Sasa Biblia inasema kwa sababu hiyo The Bible says because of that, hatuko tena wetu wenyewe. we are no longer our own. Sisi ni mali ya yule aliyekuja We kutukomboa. belong to the person who came to save us. Na kama tunasema kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu, If we say there's baptism of the Holy Spirit, na ambayo ndio Pentecost, that is Pentecost, ule ubatizo hauwezi ukafanyika that baptism cannot kwa happen mtu ambaye angaliki wake mwenyewe. to someone that is still their own. Ubatizo huo wa Roho Mtakatifu The baptism of the Holy ni Spirit kwa wale ambao wamekombolewa. is for those who are saved. Kwa lugha nyingine, kwa wale ambao wamenunuliwa. Other words, those who are bought. Na kuonesha kwamba umenunuliwa And to show that you have ni been kusema bought, wewe sio tena wako mwenyewe. that you are no longer your own. Haleluya. Amen. Hebu tuzungumzie ile neno kwamba mimi sio wangu Let mwenyewe. us speak about I am no longer my own. Unaelewa hilo neno vizuri? Do you understand that? Mimi sio tena wangu mwenyewe. I do not belong to myself no more. Kuna watu wako mkanisa But there are people in church, wanataka kujazwa na Roho they Mtakatifu, want to be filled by the Holy lakini Spirit, wangaliki wao wenyewe. but they are still their own. Amen. Amen. Yaani wao wangaliki wao wenyewe. To them, they are still their own. Lugha nyingine ni kusema mimi ningaliki kuwa na kontrole na mimi. In other words, I am still in control of my own self. Haleluya. Amen. Yaani mimi ningali ninajitawala mimi. I am still in control of Kwa hiyo myself. ikiwa kwamba kazi mbili ya Yesu ni kukomboa And if it's two mission of Jesus Christ, na akamilishe kwa kubatiza kwa Roho Mtakatifu, finish up by the baptism of the Holy Spirit, wanaobatizwa kwa ule Roho, those who have been baptized by that Spirit, wanaosherekea kazi ya hiyo Pentecost, those who are celebrating the work of ni God, watu ambao wamekombolewa. they are the ones that have been saved. Amen. Amen. Ni watu ambao sio tena wao They are wenyewe. the ones who are no Ni longer watu ambao Yesu ndio anakuwa mkontrol ya maisha yao. that is Jesus is in control of their lives. Amen. Amen. Najua watu wengi wako kanisani lakini hawajakombolewa. I know there are people in church, but they are not saved yet. Kwa sababu mfano alama ya kukombolewa tumesema tumenunuliwa. We said the sign of being saved is that we have been bought. Na kama tumenunuliwa, Biblia inasema vizuri, sisi sio tena wetu And wenyewe. if we have been bought, the Bible says we are no longer our own. Mimi ndio nimenunua hii simu. I am the one who bought my phone. Haleluya. Nikiitaka naipiga chini. If I want, I may throw it on the floor. Nikiitaka naiogota. If I want, I pick it up. Kwenye italala, Where it's gonna fall, ni kule mimi nitaiweka. that is where I'm gonna put it. Wewe weka simu yako siku moja. Put your phone somewhere Yenyewe ulinunua kwa pesa yako. that you are bought by your money, Unaiweka huko iko salon, and you
put it in the living room. Inaamuka na yenyewe nakufuata kuchuma. And it come and following you to the room. Utavunja hayo. You are going to throw it away. Amen. Amen. Kwa sababu ni mali yako. Because it is yours. Unailalisha mahali unataka. You put it where you want to. Mimi kuna wakati yangu ninaivua cover. There's a time I take out the cover. Naona haionekane tena mzuri, natoa kwanza cover. I saw that it doesn't look good no more. I take out the cover. Nikiona hata hiyo cover inakuwa narudisha tena cover. And if I feel like it doesn't look good, I put the cover. Kwa sababu ni mali yangu mwenyewe. Because it belongs to me. Wewe enda kwa hii phone wakati ingaliki kwa shop. Go to this phone when it's still in the shop. Wewe fika pale kwenye shop uambie hii simu mimi sipende vile inaonekana, muivalishe cover. Say I'll put a cover to this phone. I don't want. Watakwambia sio yako. They will tell you it's not yours. Kama unataka uifanyie mabadiliko, If you want to change anything, uinunue. buy it. Inamaanisha wewe ndio utaitawala. It means that you are going to be in control. Kwa hiyo alama ya kukombolewa Therefore the sign of ni alama ya kusema tunatawaliwa. the sign that we have been ruled. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana Petro That is why Peter alifika wakati came to a point alipomfuata Yesu. where he followed Jesus. Akamuuliza Yesu, He asked Jesus Christ, mimi nimeacha vitu vingi kwa ajili I yako. left everything, a lot of things because of you. Huko ambako ulinikomboa, Where you saved me, nilikuwa na namna niliyokuwa napata pesa. I had a way I used to get my money. Huko ambako ulinitoa, Where you got me from, kuna maisha nilikuwa ninaishi. there is a life I used to live. Lakini kwa sababu yako, But because of you, nimeacha I vyote. have left everything. Na mimi ninakufuata. And I came to follow. Nitapata nini? What am I going to get in Yesu return? akamwambia Petro, Jesus told Peter, wewe ambaye umeacha mwenyewe umeacha. you who have left what you have, Kwa sababu umekuwa wa kwangu. because you have become, Unaanza sasa kuishi kwa ajili you yangu. have started living for me. Ninakuhakikishia I assure you utapata mia hapa chini ya that jua. you are going to receive 100 here on Na earth, mbinguni utapata uzima. and in heaven you're going to receive eternal life. Jina la Bwana libarikiwe. That's the name of Wale God. ambao wamenunuliwa Those who have been bought, ni watu ambao wameacha. they are the ones who have left. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana ukimuuliza mtu kwamba mimi namshukuru sana Yesu alinikomboa, If you ask somebody, oh, I thank God he saved me, umuulize alikukomboa na nini kwanza? ask them, what did he save you from? Na alikukomboa ulikuwa wapi? And where did you used to be? Kuna watu hawajua hata walikombolewa na Yesu wapi. There are people who do not know where Jesus took them from. Na ndio maana wanaishi bado wanavyotaka. And that is why they are still living the way they want. Kwa sababu wanaokombolewa Because those who are saved, ni wale ambao tayari tulikuwa kwenye mikono ya they shetani. are the ones who are already in the hands of the devil. Kama tumekombolewa kwa sababu tulikuwa kwa mikono ya shetani, We have been saved because we used to be in the hands of the devil. damu ya Yesu ilikuja kututosha kwa mikono ya The shetani. blood of Jesus Christ came to take us away from the hands of the Just, devil. mimi nilikuwa nafikiria hivi. I was thinking, Nilipokuwa naandaa ya mafundisho, when I was praying these teachings, nilikuwa sehemu ya peke yangu niko I ninaomba. was somewhere myself praying. Na nikakuwa ninatafakari. And I started meditating. Mungu aliyetuumba God who created us, anasema he said inabidi niwakomboe that I need to save them ili mkuwe tena so wangu. that you may belong to me. Yaani tulikuwaga wake. We used to be his. Kwanza yeye ndo alituumba. He is the one who created Na us. anasema si ni mfano And wake. he said we are made through his own image. Shetani hakukua The devil was not there wakati Mungu yuko natuumba. when God was creating. Na ikafika mahali But he came to a point shetani ndo akakuwa mkontrol. the devil became in control. Na Mungu anakosa tena control ya mtu. God did not have control over man no more. Amen. Amen. Ni wakati gani ile mwanadamu At what point is a man anamupa shetani control? gave the devil control? Na kuna vitu viwili There is two things ambavyo vinamfanya kwamba mtu ajiuzishe that make somebody sell themselves kwa Mungu to God ama kwa shetani. or to the devil. Moja ni kukubali One is to agree, na pili ni kutii. and second one is to obey. Wakati shetani anakuja When the devil comes, kama alivyokuja kwenye shamba la Eden, as he came in the Garden of Eden, anakuja na uongo wake, he came with his lies, baadaye wewe unakubali uongo wake and you agree with him, na unatii uongo wake, and you obey him. mara moja unakuwa wake. All of a sudden you become him. Ndio maana katika kitabu cha Yohana That is why in the book of John, Yesu anasema Jesus says, yule ambaye anatii neno langu, that the one who obey my word, basi huyo ni mtumwa wa neno langu. they are the one who are the servants Kwa of vile vile God. yule ambaye anatii shetani, And the one who basi obey the huyo ni devil, mtumwa wa shetani. they are slave to the devil. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tulimpoteza Mungu, si tulikuwa ba Mungu. We used to belong to God. Lakini sasa shetani kwa udanganyifu wake akatunyang'anya tunakuwa ba kwake. The devil with his deceit took us to him.
Amen. Sasa Mungu pamoja na rehema zake But God with his mercy, anasema ninashusha mwana he wangu said that I take down my son, aende akawachukue tena wale watu kule come and take back those people, awarudishe tena huku. to take them back to me. Na kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki, And because God is a faithful alikuwa God, na nguvu he was powerful ya kushuka tu na kumkamata shetani to come down and take the na devil kumwambia shetani, kuanzia leo and tell the devil from today on, Alulu anakuwa tena wa kwangu. Alulu becomes mine again. Kwanza kukuaga wako tokea mwanzo. He did not used to be yours from the Mungu beginning. alikuwa na ile nguvu God had the power bila kushusha mwana wake akuja agonge without damu. bringing his son to shed his blood. Yaani nguvu tu ya kusema shetani, He had the power to say to the mimi devil, namchukua huyu kwa sababu ni wangu. I take this person because it's mine. Lakini kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu But because God created mine na uwezo with the power ambao mpaka ye mwenye Mungu, up to the point even God himself, unajua Mungu ni mweza wa yote, you know God is capable of lakini everything. kuna mambo ambayo mwanadamu akifanya But there are things when somebody Mungu does, hawezi kuibadilisha God would not change it mpaka mwanadamu mwenye hayabadilishi. up to the point the person changes it himself. Ndiyo maana hata Yesu pamoja na kuja kufa juu ya dhambi ya mwanadamu, That's why even Jesus would come into death for the sins of man. wokovu haijaingia kwa dunia yote, Salvation did not get to the kwa entire sababu world. ile damu bado ina mipaka ya kuokoa kila mtu, Because the blood that he shed to save everybody, lakini ina mipaka, haijaweza kuokoa watu wote, he still has barriers. He kwa still sababu has mwanadamu barriers. hajasema ndio. Because the man did not say yes. Kuna watu watapotea There are people who are gonna perish. si kwa sababu wokovu haukuletwa kwao, Not because salvation was not brought to kwa them. sababu walikataa It's because they refused kusema ndio. to say yes. Kwa hiyo unaweza ukakuwa mtu wa shetani kwa kuitika tu uongo wake. You may be the person of the devil by just agreeing with his word. Shetani anapokuambia kwamba ni kwa kufanya uzinifu ndio utakuwa mrembo. When the devil tells you it's true. Leo unajua kama kuko watu ambao wanajivuna tu kwa sababu wanapendwa sana. There are people today who are very proud Amen. because they are being followed around. Mimi nikipita wanaume wote wananiangalia. When I walk around, every man looks. Na shetani anakufanya ujione kwamba sasa wewe ndio wewe kwa sababu wewe ni mzuri, anakuletea wanaume The wengi. devil makes you feel like you're special because he's bringing men to you. Wakati tu ambao unaitika uongo huo, At the time you just agree with this, automatically automatically wewe unakuwa wake. you belong to him. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hivyo ndivyo tumekuwa tumeuzwa kwa shetani. That is how we have been sold to the Na devil. Mungu haiko Mungu wa mabavu. And God is not the God of pride. Ndio maana leo kuko bakristo wenyewe beko banateseka That is why these days there are Christians who are struggling na maproblemu ya mafamili. with issues in their family. Paske baba yangu Because my father alitubeba sie bote took all of us tukaenda kubafungu to take us to witch doctors, wakatuchanja damu, and they baadaye tukafanya biapo, and we swore, tukafanya maagano we made covenants kusema kwamba ninyi bababu batakuwa natulinda sie, to say that our ancestors will be watching over us. maroho za mababu zetu zitakuwa The zinatuchunga. spirits of our ancestors will be watching Wakati over tunafanya us. yale maagano When we do all these covenants, ili kwamba tukombolewe, kwa for hiyo us to be saved from this, sio tu damu ya Yesu ya it's not kukuokoa. only the blood of Jesus Christ that's Ndio maana gonna save. kuchawi hakutokake tu na damu ya Yesu. That is why witchcraft does not come out Eti kwa mchawi tunakuja kuambia kwa jina la Yesu, mchawi toka. You are a witch, we come and tell you witchcraft, get away from this person. Mungu ana uwezo God has the wa power kuondoa uchawi kwa to njia. get away witchcraft from. Lakini inafika mahali ambapo mtu mwenyewe lazima But we akubali. came to a point where somebody had to agree themselves. Ndio maana ufungulifu mwingi That is why a lot of deliverance inahitaji mpaka sehemu ya mtu mwenyewe. needs somebody themselves. Kwa hiyo inamaanisha kwamba It means that sisi tulikuwa wa Mungu, we used to be of God, baadaye tukakuwa wa shetani and then we went to the kwa devil sababu tumeitika because we agreed na tukatii and we obeyed njia zake. his ways. Sasa wokovu Now salvation tunaozungumziwa wa damu ya Yesu that we speak about of the blood of Jesus ni Christ, Yesu kuja kutumia ile damu kama gharama it's Jesus Christ coming to use the blood as the price ya kulipa shetani, to pay the devil, ya kwamba hawa uliwachukua, that these people you took, sasa mimi ninakuja kulipa deni I came to pay the price ili kwamba warudi kwao kwao. so that they may come back to me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Ndio maana watu ambao wameokoka, That is why people that are saved hawaishi kama wale watu ambao wangaliki kwa mikono ya shetani. do not live like people who are still in the hands of the devil. Hawatii tena njia za shetani. They do not obey the words of the devil no Ndio more. mambo ya wokovu. That is the work of Na salvation. kama wewe hujaokoka, And if you are not saved yet, kwako hakuna ubatizo wa Roho. you do not have the baptism of the Holy Spirit. Haleluya. Amen. Sababu nimesema mission mbili. Because I said two missions. Ya kwanza ni kuja kuokoa. The first one is to come and Na save. tumesema kuokoa maana yake ni kukomboa. We say the meaning of saving is redemption. Sasa wewe walikukomboa kwa wizi na bado unaiba. They took you away from stealing and you are still stealing. Na unasema nimekombolewa. And you said I've been saved. Bado unafungwa. You are still being Bado saved. unahitaji ukombozi. You still need to be saved. Ndio maana tuko na watu ndani ya makanisa mpaka That is leo why there are people in churches even today hawajazwa na Roho Mtakatifu that do not get filled by the Holy Spirit. kwa sababu hawajakombolewa. Why? Because they have not been saved. Lazima kwanza ununuliwe, You need to be saved first. na alama ya kuonesha umenunuliwa And the sign to show that you have been ni kwamba bought wewe sio tena wako is that mwenyewe. you are no longer your own. Amen. Amen. Mimi kuna vile mimi napendaga. There are things that I like. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu mimi sio tena wangu But mwenyewe, because I am no longer my own, siwezi nikafanya hivyo vitu. I will not do those things. Hiyo ndio alama moja kujua kwamba wewe sio wako mwenyewe. That is the only sign to show that you are no longer your own. Yaani unaanza kufanya vitu. You start doing things. Nimepatana na mtu mmoja anasema, I met somebody say mimi nishakasaidia watu wengi sana. that I have helped a lot of people. Inafika wakati mimi nimechoka. It came to a point I got tired. Sitafanyia tena mtu I bwema. will no longer do anything good for somebody. Hallelujah. Amen. Nikamwambia kama wewe ni wako mwenyewe, And I told them, if you belong to yourself, basi hautafanyia tena mtu wema. you are not going to do nothing Lakini good for kama somebody. wewe sio tena wako mwenyewe, If you are no longer your own, utaendelea kufanya wema. you are going to continue Sasa doing Biblia inasema kwamba mtende wema pasipo kuchoka. because the Bible says do good without ceasing. Wale ndio wale ambao wameshakombolewa, Those are the ones that have been wenyewe saved, tena sio wao wenyewe. that are no longer their Kama own. mtu mmoja anasema huyu sitamsalimiaka. There are people who say, I'll not greet this person no more. Mungu mwenyewe anatuambia tusamehe. God himself tells us Wewe huko kanisa ulishakatala hutamsameheaka that you are fulani. in church, you have refused to forgive your neighbor. Na huko na ngoja Roho Mtakatifu ashuke. And you are waiting for the Holy Spirit to descend Na on you. wengine wanadanganywa hata na lugha za Roho Mtakatifu zenyewe wanajifundisha. Other people get deceived by the tongues that they learn. Unajifundisha baba bashakata baba basaka ya baba, unaongea mbili, In tongues, unasema ha, and you say yes. ninaye Roho Mtakatifu. I have the Holy Spirit. Huna Roho Mtakatifu. You do not have the Roho Holy Spirit. Mtakatifu The Holy Spirit anajaza wale ambao wamekombolewa, fills the people that are saved. na hakuna mwenye alikombolewa anajana chuki ndani ya No roho one yake. has been saved and have hatred in their heart. Wewe umekombolewa tena uko na fitina na watu. How have you been saved and you hate a lot of people? Ukibakutana ni macho tu ndio inaongea. When you meet them, it's only your eyes that are speaking. Sasa wewe hujanunuliwa. You have not been bought. Wewe haujakuwa wako You mwenyewe. have not been bought. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na habari na jambo ngumu And the hard part ambao nitazungumzia, tunahitaji ubatizo wa Roho that Mtakatifu I'm going to speak about, that we need the baptism of the Holy baada ya Spirit kununuliwa. after being bought, Ni kwa sababu sisi is that us, bado tunaishi, we are still living, lakini tunalazimishwa but we are obligated tusiishi tena kwa ajili yetu, not to live for us, tuishi sasa kwa ajili ya but yule to live aliyetukomboa. because of the person who saved us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaposema kwamba aliye ndani ya Kristo ameshakufa, When we say that whoever is in Christ is tunamaanisha saved, zile nguvu za it wewe means that your strength or your power zimepondwa have been crushed down. lakini kama hujabatizwa na Roho Mtakatifu, If you have not been baptized by the Holy so Ghost, utaokoka leo you are going to be saved today kwa kumkubali Yesu, by receiving Jesus. na jioni unaenda kufanya uasherati. And later on in the evening, you go and commit adultery. Haleluya. Amen. Ndio maana tuko na Bakristo That is why we have Christians wenye wameokoka. who have been saved. Tunaposema kuokoka, When we say salvation, yani unamchukiaka shetani kabisa is that you hate the devil with na all miguu your yake heart. yote humupendaki, You hate him with passion. lakini nafikaka wakati unajipata tuko mikono yake. But it came to a point you find yourself in his hands. Mimi nishaona mtu eko nalia I have met somebody crying na eko nafanya uasherati muusingizi, and they are committing adultery in their sleep. hata namuka na ndio asema Mungu wangu mimi ni tukanibisi. They wake up and start crying and say, God, what's going on? What is... Analeta mpaka na mahitaji. And he start bringing even prayer requests. Niko
nalamuka nafanya vitu ya uchafu And kumsikia. he said, I committed bad things in my sleep. Nalamuka mpaka nimejichukia mwenyewe. When I wake up, I hate myself. Lakini mimi sipendi bibi tu. But I do not like these things. Ndio maana kuokoka That is why salvation haitoshi. is not enough. Unahitaji ubatizo wa Roho You Mtakatifu. need baptism of the Holy Ndio Spirit. maana Paulo anasema tunayaweza mambo yote That is why Paul said we can do all things kupitia tu yeye through him ambaye anatutia nguvu. that give us Na strength. mwingine unaweza kuwa umeokoka kabisa, At a point you may be saved. haupendi kufanya uzinifu, You don't want to commit lakini adultery. utasikia uzinifu, tamaa inapanda, But adultery is going to come. lakini Roho Mtakatifu By anasimama the Holy Spirit stands anakuambia hautatoka and hapa, tells you you're not going to live here. utabakia hapa. You're going to stay here. Ingia kuomba, The power to unaingia kuomba. you go back and start Ndio maana praying. Paulo akasema neno That moja, is what Paul said. akasema mimi Paulo That I, Paul, niliyemtumwa, that is a slave, na niliyemfungwa, and that is a prisoner, niliyemtumwa and that is a slave, na and niliyemfungwa that is a prisoner ndani ya Yesu Kristo. in Jesus Christ. Maana yake hiyo nini? What does that mean? Watu ambao wameokoka That people that are saved na wanabatizwa kwa Roho and have been baptized by the Holy wanakuwa Spirit, watumwa wa Yesu they become slaves to Jesus na wanakuwa Christ, wafungwa wa and Yesu. they become prisoners to Jesus Mtumwa Christ. hana na neno kwa bwana wake. Prisoner that does not have a word to their master. Wewe jaribu kuwa na mfanyakazi Try and have huko a nyumbani, worker huko nyumbani, back home. ukimwamsha mfanyakazi wako If you wake your help up, hata 5 di matin, even if it's 5 a.m., lamuka ukolope nyumba, stand up and start mopping atakuwa the house. hapendi, They may not like lakini it, atalamuka but they atakolopa. will get up and do it. Kwa sababu gani? Why? Because Master wangu ameniambia my master has told me niko hapa I am here. ni kwa ajili yake. It's because of him. Anachoniambia What they tell me, wakati wowote, anytime, saa yoyote, any moment, niwe nimechoka, even if I'm tired, niwe nina usingizi, doesn't matter if I'm mimi nitakifanya, I'm gonna do it. la sivyo nitapoteza. If it's not for that, I'm gonna lose my position. Haleluya. Amen. Ndio maana Paulo akasema mimi niliyemtumwa ndani ya That is Kristo, why Paul said, I that am a slave in Jesus na Christ, akasema pia and niliyemfungwa. also I am a prisoner, Mfungwa. a prisoner. Niko na ndugu mmoja alisema, jamani pastor, mimi napenda mprison. I have a brother who said, I love it in prison. Bibi yake ndo alimfungisha It is his wife that took him to prison, huko Iowa huko. there in Iowa. Baadaye akasema pastor, mprison mone And he said, Pastor, they're in prison. habatupigi fimbo, They do not beat us. yaani kuko ndo kalenda. We have a calendar. Sisi At 6 a.m., mnalamuka mwote, mnaenda kuoga maji. all of you get up and go take a shower. 7 mnaenda kula breakfast. 7 a.m., you go and have your breakfast. 10 mnaenda kuwatch 10 news. a.m., you go watch the news. 13 mnaenda kula lunch. 1 p.m., you go lunch. 14 mnaenda kupumzika. 1 p.m., you go and take a Akasema rest. yaani kuko tu kimya, afadhali ku prison. It's just quiet there. It's better in prison. Lakini uzuri wa wewe kuwa mfungwa The good thing ni about kwamba being a prisoner utaishi chini ya sheria ya yule aliyekufunga. is that you're gonna live under the law of the Wewe person. unapataje nguvu ya kwenda kuzini? Aliyekufunga anakuamuru kweli? How do you get the power to go commit adultery? Hebu Does imagine the person uko who mprison. is in prison allow you to do that? Huko mprison anamwambia hata mimi naweza kumwangalia girlfriend wangu. Imagine you are in Ile prison and itakuwa tell prison them, kweli? I'm first going to check on my girlfriend. Ile itaitwa prison kweli? Is that called a prison anymore? Prison yenyewe unaamka sasa leo kwanza naenda kutembea Calvary A narudia. prison that you wake up and say, oh, today I'm going to Calvary to church first. Kwenye I'm gonna prison be back. unawekewa mipaka In prison, there are limits kwamba hutavuka hapa. that you're not going to go beyond this point. Pale ndio mwisho wako. That is your limit. Hivyo ndivyo tulivyo That is tuliokolewa. how we are, we that are saved. Tuna mipaka ya kusema. We have limits when we speak. Tuna mipaka ya We kuongea. have limits when we say Tuna things. mipaka ya kufanya vitu. We have limits to do a lot of things. Ndio unaweza kumwona Pastor Daniel anasirika. You may see Pastor Daniel upset, Lakini kuna mipaka. but there are limits. Ndio utakosana na bwana yako. Yes, you're gonna argue with Lakini your kuna husband, mipaka. but there are limits. Ndio utakosana na bibi yako. Yes, you're gonna argue with Lakini your kuna wife, mipaka. but there are limits. Watakukwaza. They are gonna make you Lakini upset, kuna mipaka. but there are limits. Leo watu wanasema walinikwaza na ama kanisa. Some people will say, oh, they make Wewe you haukukuwa upset mfungwa wa because Yesu you are hapa. away from the church. Mfungwa atakasirika. You are not a prisoner. Anaenda pale anataka avuke, anasema hapa kuna fungwa, siwezi nikavuka. A prisoner will get upset and Yaani will anaishi kwenye mazingira aliyotengenezewa. Huyo ndiye mfungwa. They live in the environment that was prepared for them. Ndivyo
ndivyo watu waliokombolewa. That is how saved people live. Na kama hatujafikia hapo, And if we have not gotten to the point, ningeongea hapa tumsikie Roho. I speak here, let us listen to the Holy Utakuwa nasikia tu Spirit. ni shetani anakuambia wewe ni wangu. You will hear the devil telling you, you are mine. Wewe ni wangu. You are mine. Wewe ni wangu. You are mine. Na unamsikia vizuri kabisa. And you hear him clearly. Na ndio maana kuna watu wako kanisani. And that is why there are people in church. Yaani huhitaji tu kuambia kwamba wao ni You wachafu. do not even need to tell them you are dirty. Ile wakati tu vichwa viko chini. At the time people put their heads Na down. shetani kama wewe ni wa kwake anakuambia kawazi. And the devil, if you are his, they're going to tell you openly. Na hata kuna wale wenye wameimprove, yani anaongea hata kwa lugha, beko na roho nguvu. There are people who have improved, they also speak in tongues. Wewe kama ni wa shetani unaanza hata kuomba hivyo unasikia tumwambie na katika tu ghafla. If you are utafikiri wamezima taa. start praying like this, the prayer stop from nowhere. Baadaye unaona kama unafikiri You feel like there's a switch that they just. baadaye unasikia tu anakuambia hivi na wewe tu kwanza, wewe kweli, wewe. And you hear a voice inside of you, you as well. Mtu anasikia haya peke yake ndani anaacha kwanza kwa. You inside of you, you're going to feel ashamed and you stop praying. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Achana na shetani, wewe kwa shetani uko mtumwa. If you have the devil, you are a slave. Na yeye anakuwa na mipaka yake. He also has his limits. Kama vile Farao aliwaambia wana wa Israeli. Like Pharaoh told the Israelites. Si mnasema Mungu amebaita mwende. That you say God has called you to go. Basi na baruhusu mwende. I allow you to go. Lakini msiende mbali sana. But do not go very far. Musa akasema acha kwanza tukamuulize Mungu. And Moses said, let us ask God first. Mungu kweli, Farao anasema anakuruhusu kweli. God, Pharaoh asked us. Lakini anasema tusiende mbali sana. He said, let us not go. Mungu akasema hapana. And God Mimi said, nikikutosha kwa Farao. When I take you away from Nataka uende mbali I inavyowezekana. want you to go as far as Ndio maana possible. watu wenyewe waliokoka malugha yao inakuwaka wakati nilikuwaka. That is why people who are saved, their languages when I used to be. Na mie wakati nilikuwa. I used to be like this. Ukaka asingalibakia pale ningalimupeleka. This brother wouldn't be there. I would take Udada him kama away. ningalimupeleka. I would have taken this sister. Wewe mpaka leo kumkanisa baada ukiona tu kaka uni wangu napeleka. But up to today you still. Ukiona tu dada yuko smart uni wangu napeleka. When you see a beautiful sister, you go with them. A beautiful brother, you go with them. Lakini sifikia tu mahali tu shetani akwambia acha kwenda kanisani. At a point the devil is going to tell you anataka akuchezee mkiwango kwamba akupeleke tu mahali ambapo he just want to play with you hata and upate take you chochote. different directions and you're not going to get anything out of it. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo leo tunajifunza habari. That is why today we learning about Yesu alikuja kufanya mambo mawili. Jesus came to do two things. Kukomboa, To save. maana yake kununuliwa, It means to buy. na jambo la pili And the second, alikuja kubatiza.